Haleluya, mpendwa wetu mtazamaji, karibu sana. Tunaendelea na darasa letu la sheria za ulimwengu wa roho. Katika mwendelezo wa somo letu tunaendelea na mafundisho yetu ya darasa la uinjilisti na utumishi kwa habari ya sheria za ulimwengu wa roho. Muda wote tunasema kwamba ulimwengu wa roho na wa mwili unaongozwa na sheria. Sasa leo tunaangalia sheria ya kuatamia, spiritual law of incubation, yaani sheria ya kuatamia. Sheria ya kuatamia maana yake nini? Kwenye ulimwengu wa roho kila kitu kinaatamiwa, kinalelewa na vitu havizuki tu. Ulimwengu wa roho vitu havizuki tu vikatokea tu from nowhere, yaani unashangaa tu kitu kimejitokeza. Ulimwengu wa roho vitu vinalelewa, vinaatamiwa kwa muda mrefu, na ni muhimu tukajua vile vitalu vya ulimwengu wa roho au viota vinavyoweza kuatamia mambo ya kiroho katika jamii. Vipo vitabu vifuatavyo ambavyo vinaweza kuatamia vitalu vya ulimwengu wa roho, vitalu na viota vya kiroho, ikiwemo na tamaduni, mila, desturi, tabia, mazingira na jamii. Hivi ni moja ya vitalu ambavyo vinaatamia na kulea mambo ya kiroho. Na tunapozungumza mambo ya kiroho ni ulimwengu wa kiroho wa pande zote, ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Yaani maana yake ni kwamba shetani, tunapozungumza mambo ya kiroho ama upande wa shetani au Mungu, yaani haya maeneo yote, hawa watu maeneo haya ya kiroho yote yanatumia vitalu au viota hivi hapa. Yaani shetani anaweza akatumia utamaduni, anaweza kutumia mila au desturi au tabia ya mtu au ya tabia ya kabila au tabia ya taifa au mazingira au jamii husika, au Mungu vile vile anatumia vyote hivi. Sasa kwenye kitabu cha Isaya sura ya 9 na ule mstari wa 6 inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Ile Mathayo ile sura ya kwanza na mstari wa 22 na 23 inasema, hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, nao watamwita jina lake Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Kitabu cha Zaburi sura ya 91 mstari wa 3 nasema, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na tauni iharibuyo. Kitabu cha Yakobo ile sura ya kwanza na mstari wa 14 na 15 nasema, kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa nayo, kisha ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Kwa lugha nyingine, hivi vitalu vya kiroho au viota vinaitwa mimba Biblia, kulingana na kitabu cha Yakobo, mimba. Sasa tutavichambua vizuri kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba kwenye ulimwengu wa roho vitu havijitokezi tu ukashangaa vimejitokeza tu, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho hakuna bahati mbaya wala bahati nzuri. Kwenye ulimwengu wa roho vitu vinapangwa, vinaasisiwa na vinapangwa kwa masafa marefu. Kwa mfano, nabii Isaya alitabiri na alimuona Yesu kabla hajazaliwa, miaka 700 baadaye ndipo Yesu akaja kuzaliwa. Kwa mfano, nabii Isaya alimuona alipotabiri habari ya kwamba kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Yaani hiyo ametabiri nabii Isaya muda mrefu, ikapita vizazi 7, miaka 700 baadaye ndipo sasa utaona kwamba Yesu anakuja kuzaliwa. Lakini katikati hapo kumekuwepo na mchakato
katika jamii ya wale watu ambao Mungu, kulikuwa na mazingira Mungu aliyatengeneza, aliweka mazingira, akaandaa taifa la Israeli. Lakini unaona pale aliyekuja kumzaa anaitwa bikira. Kwa hiyo bikira haukuzuka tu, Bikira Mariamu. Bikira ule hakuwa peke yake, na ndio maana nasema Biblia inasema hivi, umepewa neema. Malaika alimtokea bikira akamwambia umepewa neema, utamzaa mwana. Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba Mariamu alikuwa sio bikira peke yake. Katika taifa la Israeli kulikuwa na tangazo, watu wajitunze, wasikutane na wanaume hadi waolewe. Kwa hiyo moja ya watu ambao walipanda neema katika mabikira ni Mariamu. Kwa hiyo unaona mazingira ilibidi yatengenezwe mtu, na katika ule utamaduni umeshepiwa. Utaona utamaduni wa Wayahudi walikuwa wameshepiwa kwa namna ya mazingira ya kuja kuweza kumzaa na kumleta Masia ambaye ni mkombozi wa watu na dhambi zao. Kwa hiyo maanake nini? Kwamba unaona hapa huyu bikira hajazuka tu, si wanzo tu la kujitunza, hapana. Unaona kwamba ubikira huu ulikuwa na lengo la kiungu, la ulimwengu wa roho. Ubikira huu hapo ubikira wa kawaida wa mtu anayesubiri kuolewa ajitunze aje awe mwaminifu kwa mumewe, hapana. Ubikira huu ulikuwa na mzizi wa kiroho, hata tamaduni zake, hata tamaduni, mila, desturi. Kwa utaona kuna wakati mwingine Mungu anapotaka kufanya jambo anatengeneza katika mfumo wa mila za wale watu. Kama anataka Mungu amtumie, anakubadilisha. Kama ni jamii, anaibadilisha, anaweka tamaduni za kitumishi, kwa malengo yale ambayo hata shetani vile vile akitaka kutumia anaweza kuweka desturi fulani ambayo ina facilitate, inawezesha mfumo wa nini, wa ushetani. Sasa na ndio maana tunaona kwenye kitabu kitabu cha Mwanzo, habari za Sodoma na Gomora. Mungu alipotaka kuiangamiza Sodoma, ilibidi akaichome mji wote, kwa sababu kulikuwa na tamaduni za ushoga na uchafu na dhambi na ushirikina na uasherati. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwenye ulimwengu wa roho kuna hivi vitalu vinavyowezesha kuweza kufanya mambo ya kiroho yatendeke, yawe ya kimungu ama yawe ya kishetani. Kwa hiyo maana yake nini? Sasa nataka tufafanue utamaduni ni kivipi. Vitalu hivi vya kiroho vinaweza vikatumika. Kwa mfano tamaduni. Tamaduni, shetani anapotaka kufanya jambo, au Mungu anaanza kuishape tamaduni kwa muda mrefu, za taifa, za jamii, za ukoo. Tamaduni katika jamii ina mchango mkubwa sana, ama wa kutumiwa na shetani ama wa kutumiwa na Mungu. Ukitaka kuijua jamii kwamba ina yeye Mungu, angalia aina ya utamaduni walionao. Zipo tamaduni nyingi zingine za ajabu sana, zinafungua mianya, ni kitaru au kiota cha shetani. Ni tamaduni gani katika jamii ulionayo? Mnaendeleza, mnashiriki tamaduni gani? Kwa tamaduni na mchango sana wa ama kutumiwa na Mungu ama kutumiwa na shetani. Hivi ni vitaru. Utajua tu kwamba hapo kuna shetani na matokeo yake. Na hivi vitu kwa mfano tunaona hapa Wayahudi, wana wa Israeli waliweza kuwa na nidhamu katika utamaduni wao, hawakuchangamana. Waliishi kwa maelekezo ya Mungu. Unaona lengo lote ilikuwa ni kwa ajili tu ya kufanya nini? Kwa ajili Kristo aje azaliwe. Kwa hiyo tamaduni zao utaziona zina tofauti na za wengine. Hawakuweza kuchangamana. Kuna baadhi ya vyakula hawakuweza kula, kuna baadhi ya vinywaji hawakuweza kunywa. Kulingana na nini? Kulingana na tamaduni zina mchango. Ni kitaru kikubwa na kiota kizuri sana cha ulimwengu wa roho. Sasa tutajuaje kwamba hapa huu utamaduni unatumiwa ulimwengu wa roho? Utaangalia, je, ni shetani au ni Mungu? Ni nini kilichopo? Ni vitu gani kwenye jamii vinakubalika? Vitu gani? Kuna tamaduni zingine zinaendeleza vitu vya ajabu sana. Ndio maana kama tunavyoona kule Sodoma na Gomora, walikuwa wameruhusu tamaduni zile za ushoga wakauhalalisha. Kwa hiyo tamaduni ni kigezo kikubwa. Hata mila pia ni kigezo kikubwa, ni kiota kizuri sana cha shetani au Mungu kufanya kazi. Zipo mila zingine ambazo zinachangia mchango mkubwa katika kufanya mambo ya kishetani au ya kimungu. Lakini pia desturi, mazoea. Kuna vitu vimezoeleka kwenye jamii. Kuna jamii zingine zinakubali
mambo mabaya au mambo mazuri, namna mnavyoishi. Hii ndio inachangia, ni moja ya kitaru cha ushetani au uungu. Lakini pia mazingira. Mazingira. Kuna mazingira mengine kama nilivyosema, Sodoma na Gomora, Mungu aliangamiza yale mazingira. Mji ule aliuchoma moto, akauangamiza kwa sababu ulikuwa ni kitaru cha ushetani. Ulikuwa ni kitaru ambacho kinatengeneza, kinapika. Yapo mazingira ukienda, ulikuwa utaki kutenda dhambi, unatenda dhambi. Mazingira. Unategemea mazingira yale kuna mazingira mengine ni kitaru au ni kiota cha shetani. Ukikaa tu eneo lile utakengeuka tu. Yapo mazingira. Lakini kuna tamaduni, baadhi ya tamaduni. Kuna mahali ukikaa kwenye tamaduni fulani, za watu fulani au mila za wale watu, unakengeuka. Unatenda Mungu dhambi, unaishi maisha machafu. Kwa hiyo shetani huwa ana vitaru na yeye anatumia hiyo. Au kuna maeneo mengine ukienda ulikuwa ni mtu mchafu, unabadilika. Kuna jamii nyingine ukikaa nayo unabadilika. Kuna baadhi ya wengine ili ubadilike kwenda kutoka mtu mbaya au mtu muovu. Kuna watu wamebadilisha mazingira, kutoka kwenye uovu wakabadilisha wakaenda kwenye jamii zingine wakabadilika. Kwa nini? Kwa sababu jamii au mazingira huwa ni kitaru cha uovu ama cha utakatifu. Yapo mazingira ukikaa lazima utabadilika tu. Zipo jamii ukikaa nao, ukiishi na ile jamii lazima itakubadilisha. Kwa nini? Kwa sababu jamii ni kitaru kizuri sana, ama cha shetani au cha Mungu. Inategemea hiyo jamii ni kitaru cha nini. Kuna jamii zingine kama nilivyosema ni kitaru cha shetani. Kuna mazingira mengine ni mazingira kitaru cha shetani. Kuna mazingira mengine na tabia. Shetani pia anapotaka kuandaa anatumia tabia. Tabia ni kitaru kizuri sana cha shetani. Ni kitaru kizuri sana cha ulimwengu wa roho. Kwamba shetani au Mungu anaweza anapotaka anatengeneza tabia katika level ya mtu binafsi. Anakutengeneza tabia. Ndio maana kwenye dini nyingi zote zimezuia, hasa sisi Wakristo tumezuiwa, labda usilewe, usiibe, usifanye hivi. Hii ni kujenga tabia. Kujenga tabia ili kusudi ufanyeje? Uweze kumpa Mungu kwa rohoni, kuweza kutengeneza na kuweka miundombinu ya kiroho ili Mungu aweze kukutumia. Kwa hiyo tabia imetumika sana. Shetani anapotaka kufanya jambo huwa anatengeneza tabia na anajenga tabia kwenye jamii kwa muda mrefu. Kama tulivyoona hapa, kuzaliwa kwake Yesu kumetabiriwa miaka 700 kabla. Miaka 700. Unaona Yesu Nabii Isaya ametamka kuzaliwa kwake Yesu baada ya miaka 700 ndio Yesu anakuja kuzaliwa. Kwa hiyo kulikuwa na miundombinu, mazingira. Utaangalia mwenendo wa wana wa Israeli kutoka Nabii Isaya anatabiri. Kulikuwa na mabadiliko ya kitabia, kulikuwa na mabadiliko ya kimiundombinu, kulikuwa na mabadiliko ya kimfumo, kulikuwa na mabadiliko ya kimazingira. Utaona wana wa Israeli hakuna mara wameenda huku, mara wameenda hivi, mara wamefanya hivi. Kwa hiyo nini? Kulikuwa na tamaduni zao, utaziona zilikuwa zinaweza kufacilitate, kuwezesha ule uzao wa Yesu Kristo, maisha yao, tabia zao, mwenendo wao. Kwa hiyo na maana hizi tunaziita spiritual incubator, kwamba kwenye tabia, ni tabia gani ulionayo? Angalia sana tabia ulionayo, kwa sababu ni kiota, inaweza kuwa ni kiota cha shetani. Angalia sana tabia ulionayo, inaweza kuwa mazingira unayoishi, inaweza kuwa ni kiota cha shetani. Angalia sana mila na desturi unazoziendeleza, mila na desturi na hata utamaduni. Kwa mfano katika mataifa mengi kuna magonjwa mbalimbali. Tunapozungumza taifa tu, kuna tofauti kati ya taifa na nchi. Mimi nataka nizungumzie taifa. Taifa ni jamii ya watu. Nchi ni eneo la ardhi. Kwa sababu katika nchi kuna tawala, kuna taifa na nchi. Sasa mataifa mengi yana magonjwa mbalimbali. Kwa mfano taifa letu lina magonjwa yafuatayo. Kuna magonjwa kama yafuatayo. Kuna ugonjwa wa uongo, unafiki, wizi na ushirikina. Taifa letu linaumwa magonjwa haya. Taifa letu linaumwa magonjwa ya uongo, unafiki, wizi na ushirikina. Linaumwa hili taifa. Kwa hiyo na mataifa mengi, hapo mataifa mengi, hata mataifa mengi ya Kiafrika yanaumwa magonjwa haya.
uongo ni halali. Mtu usipodanganya maisha yanakwama. Watu waongo yuko tayari adanganye, na ukisema ukweli kwenye taifa la namna hiyo linalouma ugonjwa uongo, ukisema ukweli watu wote wanakushangaa na wanashangaa inawezekana. Lakini pia na ndio utakuta kauli za msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ukikuta taifa linasema msema kweli ni mpenzi wa Mungu, ujue kwamba tayari hilo taifa lina ugonjwa wa uongo. Kudanganya ni uhalali, na usipodanganya maisha yaeje. Kuna unafiki, wananafikia kwa sababu taifa lote ambalo lina msongo, linapitia mambo magumu, wao wanakuwa watu wanafiki. Kwa hiyo taifa linaumwa hivi. Kwa hiyo wanaumwa ugonjwa wizi, uongo, usipoiba, watu rushwa, na ushirikina, yani ni halali. Mambo yote ukiona mtu akitoka duniani watu wanapeleka kwenye ushirikina. Kwa sababu hivyo ukiona jamii ya namna hiyo ina magonjwa, yapo magonjwa katika jamii. Kwa hiyo maana yake nini? Hizo tunaita sasa ndio spiritual incubator. Vitalu na viota vya shetani. Kwa hiyo ni nani anatawala? Tunahitaji sana watu. Tabia tu, unaangalia tabia zako pia. Tabia, tabia yako ikoje? Tabia yako ikoje? Hebu angalia tabia yako, angalia mwenendo wako. Tabia zako zikoje? Ni vizuri sana kujua kwamba kwenye mambo ya rohoni vitu havijitokezi tu. Unavijua vipi? Unaangalia tabia. Kwa sababu tabia hii inaelekeza itazaa nini. Kwa sababu Biblia inasema tamaa inabeba mimba, na mimba ile inazaa tamaa, na tamaa inakuwa dhambi. Kwa hiyo utaona hizi incubator za kiroho, hizi viota na vitalu, tabia yako inaweza kawa ni kitalu. Tabia za jamii fulani inaweza kitalu cha shetani, na inazaa mauti tu, inazaa maangamivu. Shetani anaweza kawa akitaka jamii haifanye iwe masikini, anatengeneza tabia za kimasikini. Labda uvivu, wizi, uongo, unafiki. Hizi ni moja ya tabia za kimasikini, na ushirikina. Hizi zote hizi. Kwa hiyo unaiangalia jamii, unaiona kwamba unaangalia maisha ya mtu, anaamini nini, anaishije, ataishia kuja kuwa kitalu cha shetani tu. Tabia zako, angalia sana tabia zako, inaweza kawa ni kitalu cha shetani. Angalia jamii unayoishi, inawezekana inapika, inatengeneza ushetani ndani yake. Jamii nyingi ambazo zinaendekeza uongo, ushirikina, wizi, hata maisha binafsi, hizo ni kitabu cha shetani. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba mambo ya rohoni, ukiona mambo yanajitokeza, hayazuki tu, yanapikwa kwa muda mrefu, kwa masafa. Wengine anaweza kupika kwa muda wa miaka 100. Tabia fulani na wakalia jamii au binafsi na kukalia tu tabia. Kama shetani anataka akutie umasikini au akutie magonjwa, kuna tabia inaanza. Mfano mtu unakuwa mlevi au mvuta sigara. Inakuja kuvuta sigara. Wewe unaendekeza unavuta sigara, unavuta bangi, unategemea nini mwisho wa siku? Lazima hiyo ni kitalu cha tabia ya shetani kukutia magonjwa, kuangamizi. Ni vizuri kujua tu vitalu vya shetani. Ni tabia gani ulionayo? Je, ni kitalu cha shetani? Na Mungu anapotaka kumtumia mtu lazima atakusafisha. Au utashangaa mwenendo ulikuwa uzinzi unaacha, kwa sababu uzinzi ni kitalu cha tabia ya kishetani, kwa sababu mwisho wa siku atakutia magonjwa ya ukimwi. Ukimwi leo uko duniani kwa sababu ni tabia za umalaya na uzinzi ndio umeleta hayo tabia. Kwa hiyo kila tabia ichunguzwe sana, ni tabia hili inanipeleka kwenye nini? Iwe kwenye level ya jamii, iwe kwenye level ya taifa. Kama nilivyosema, taifa letu lina magonjwa makuu 4. Taifa letu linaugua ugonjwa wa uongo, unafiki, wizi na ushirikina. Hili taifa linaumwa, linaumwa taifa letu, ugonjwa wa unafiki, wizi na uongo na ushirikina. Kwa hiyo na maana hizi ni tabia ambazo zitazaa tu, ni kitalu cha shetani. Sasa inategemea kwa level ya taifa, mnampa nani achukue kitalu. Ni kitabu mmefanyia kumkubali kuchukua kitalu cha nani? Cha Mungu au cha shetani? Kwa level ya mtu binafsi, kwa level ya ukoo, kwa level ya familia, kwa level ya kila jamii inayohusika katika dunia hii. Kwa hiyo ni vizuri kujua vitalu vya shetani. Kwa shetani hujua, uitumie vitalu. Mungu akubariki sana. Asante sana. Kama masomo haya yanakubariki, unaweza kushare kwa wengine ili nao wabarikiwe. Mungu akubariki sana. Unaweza kunipata pia kwa jina la Sako David kwenye Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Mungu akubariki sana.